Mtumishi wa Mungu, tunamtumikia Mungu mahali hapa. Amen. Kuna tofauti kati ya kuwa pamoja na kuwa na umoja. Mnaweza kuwa pamoja lakini msiwe na umoja. Umoja ni hali ya ndani ya moyo katika kukubaliana kwenye kufanya mambo. Yaani hivi tumekaa tuko pamoja kwa maana ya mwili, muonekano wa nje tumekaa pamoja. Lakini kinachodefine kwamba hawa watu waliokaa pamoja wana umoja ni muunganiko kwenye mioyo yao, makubaliano ya ndani kwenye moyo. Jamani, Bwana asifiwe. Maana leo na praise wametisha, wamekuja na Biblia. Kwa hiyo bila shaka tutasomewa maandiko sana. Zaburi 133 na mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Okay. Kwa hiyo hapa maandiko yanasema hivi, tazama jinsi ilivyo vyema ndugu wakae pamoja. Jambo la kwanza. Alafu na kwa nini? So tunakubaliana watu wanaweza kukaa pamoja lakini wasikae kwa umoja. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Tunaweza kuwa pamoja lakini tusiwe na umoja. Kitu ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yetu ni kuona umoja, the state of the heart. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Tunachotaka mwaka huu tunatamani tukae kwa umoja katika jina la Yesu. Bwana useme amina. Nasema na kuombea ukae kwa umoja kwa jina la Yesu. Watu waliokaa kwa umoja hawawezi kushindwa katika jambo lolote wanalolipanga. Wazo watakaloliamua, mpango watakaopanga, hata shetani hawezi kuwazuia. Mtumishi, are you serious? Ngoja nikuonyeshe Mwanzo sura ya 11. Nchi yote ilikuwa na lugha moja. Alafu na nini? Usemi moja. Kumbe tunaweza kuwa na lugha moja lakini tusiwe na usemi mmoja. Kinachohitajika ndani ya kanisa si kwamba wote tunaongea Kiswahili. Kinacholeta mpendo kwenye jambo lolote ni usemi. Watu ambao wana usemi mmoja wakikaa wakaamua pasipo kujali wana vitu au hawana vitu, wana elimu au hawana elimu, wameinuliwa wakikaa pamoja wakasema tunaenda sisi tunaenda, hakuna mtu atakayewasuia. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinar, wakakaa huko. Mstari wa 3 wakapata wazo, idea, tufanyeje sasa jamani? Wazo likawajia, wakasema hivi, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Mstari wa 5, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakimjenga wanadamu. 6, Bwana akasema, tazama watu hawa taifa moja na lugha yao ni moja. Anasema na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Anasema hawa watu lugha yao ni moja, taifa lao ni moja, na sasa
tumsikia akiwa mbinguni. Kwa nini nataka ashuke? Nguvu ya umoja. Mahali ambapo kuna umoja, it's unstoppable. Huwezi kuzuia mpaka Mungu atoke kwenye kiti, ashuke aseme sasa Yesu. Mungu akashuka, Biblia imeandika hivyo. Akashuka. Kwa nini tunakwama mahali? Kwa nini vitu haviendi wapendwa? Kinachoongelewa na kinachofika kwa watu, maneno yamechafuliwa. Usemi unasikilizika tofauti kwenye masikio ya watu. Muuliza Sisuke, muuliza huwa unasikilizaje? Kuna kompyuta niko na ubiri unasikia hamalizi. Ninachokisikia nisikitafsiri tu kwa namna ya duniani, ila ni tafsiri kwa mimi. Ndio maana watu wanabaga masikio kiroho ili usikie kwa namna Mungu anataka usikie. Shetani hana nguvu kuliko mwamini aliye ndani ya Kristo. Kwenye Agano Jipya, Shetani hana nguvu kwa mtu aliye ndani ya Kristo. Migawanyiko itatokea na haizuiliki. Mimi natamani Mungu atusaidie kizazi kinachoinuka. Tusitembee kwenye chuki zilizowahi kutengenezwa na mtu yeyote. Biblia inasema sisi ndani ya Kristo Yesu wote tumefanyika kuwa wamoja. Hakuna mbingu ya Mwanglikana, hakuna mbingu ya Mlutheri, hakuna mbingu ya Pentekoste. Mbingu yetu wote ni moja. Mimi nataka kumwambia Bwana, natamani roho ya umoja. Natamani nisaidie Bwana Yesu. Ninatamani nisimame kwenye umoja ndani ya Kristo Yesu. Mwambie Baba, nakataa roho ya matengano. Maandiko yanasema ajitengae na wenzake anatafuta matakwa yake mwenyewe. Hauko salama ukiwa peke yako. Mtu mwenye uhakika wa kufika mbali ni anayeenda na wewe. Kaa na watu, ishi na watu, zungukwa na watu, penda na watu katika jina la Yesu. Kama unaelewa sema amina. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Ndio nisikia. Sema Yesu, ni kweli wewe na Baba mko umoja. Mimi ni kitu kimoja. Sema tusaidie. Na sisi kanisa la leo tukae kwa pamoja, tukae kwa umoja.